Anasema ya pili, an-niza'u wash-shiqaqu baina al-aba'i wal-ummahat, yani migogoro na migongano baina ya wazazi wawili. Na hii migongano na migogoro inakuwa si mizuri, hususan inapokuwa ni mbele ya watoto. Unajua, sitamani mimi kumuona rafiki yangu anapigana, yuko anapigana na mtu ninayempenda, ninayekuwa naye anapigana na mtu, anavurugana na mtu, anatukanana na mtu, anatoa maneno mabaya. Mimi sitamani kuliona hilo. Sikwambii ni muone baba yangu anapigana na mama yangu nyumbani. Sasa just imagine image kama hii, very bad image ya watoto wanaowaona 24/7 wazazi wao wakitukanana pale nyumbani. Niambie picha hii inakaaje kwa mtoto? Ndio maana na hili ndugu zangu, si kwamba hizi familia hazigombani, si kwamba watu hawagombani. Tunagombana sana na wake zetu, tunagombana sana, lakini jitahidi pia hata mkigombana isiwe mbele ya watoto. Kuna watu wengine hawawezi hilo. Unajua, mtu imefika pahali hawezi kuonyesha kwamba ana furaha wakati ana huzuni. Ni ngumu, lakini ukiwa na mke, jizoeshe hili jambo liwe la kawaida, kwamba unaweza ukaact kama una furaha. Sisi unaambiwa illa mtabku fatabakau. Sasa kama huwezi kulia, jilize. Sasa kama huwezi kufurahi, jifurahishe. Ukiwa na wageni, kutwa umegombana na mkeo, lakini wageni wakija, badilisha sura, ongea na mkeo, taniana naye. Wakiondoka tu wageni, ugomvi uko pale pale, unarudi. Angalau sitaki mgombane, lakini nasema hivyo yani. Anasema yupo mtu mmoja alikuwa anagombana na mwenzake, basi kila mashehe walioletwa walikuwa nagonga ukuta. Mwisho wamempata, wakamwambia, bwana, mwenzako wiki ya pili kesho kutwa anaenda hija, msamehe angalau kwa. Basi huyu bwana akasema, basi lini anasafiri, atarudi lini, atachukua muda gani? Kama wiki mbili. Sasa basi nimemsamehe kwa muda wa wiki mbili, akirudi ugomvi unaanza pale pale. Yani namsamehe hii safari yake ya hija tu, mwacheni aende hija, nimemsamehe, lakini akirudi tu, ndege ikitua tu, ugomvi wetu unaendelea. Yani ana msimamo katika ugomvi kuliko kuwa na msimamo katika kusameheana. Sasa na wewe, wageni wakija, basi act kama hakuna kitu pale nyumbani. Watoto wakiwepo, ongea na mama yao vizuri. Yani kama umeshindwa kuondoa magomvi na magombano, basi at least katika temu hizi waonyeshe watoto kama hakuna kitu, mimi na mama yenu tunapendana. Kama umeshindwa kujizuia kabisa, mkamate mkono, ingia naye chumbani, mfungeni mlango, gombaneni huko kwa staili mtakayotaka kugombana huko, lakini sio hapa nje na watoto wanashuhudia. Utaona vitoto kama vimenyeshewa na mvua. Nini? Mama anatoa maneno makali, anamwambia baba. Siku nyingine baba ndio anaonewa kweli kweli pale nyumbani. Na kuna wanawake wengine wakifungua mdomo utafikiria jahannam inaanza kufunguliwa. Na baba siku nyingine yeye ndo mwanzilishi. Kwa hiyo hizi zinakwenda kuathiri tena na tena, mpaka watoto wanapata kwamba jawi iliyokuwa nzuri zaidi sio nyumbani, bora atoke. Sasa akitoka kule, kuna wazazi wengine wanamsubiri, kuna walimu wengine wanamsubiri, na vile vinavyokuwa kule ndivyo vinavyomfanya kumbe huku napata peace of mind kuliko nikienda nyumbani. Pale ndiyo mwanzo sasa wa kuharibika. Jambo la tatu ambalo tunaondokea nalo leo, nasema ni halatu talaqi wa ma yusahibuha min faqrin wa tasharrudin wa dhaya. Yani sababu moja katika asbab za kuwafanya watoto waharibikiwe katika maadili ni zile hali za talaka zinavyotolewa na kile kinachokuja baada ya talaka,
na vile vinavyosababishwa na maisha baada ya talaka kwa mume au mke, kuna mambo pale yanatokea mengi sana, mengi mno. Talaka ndugu zangu ni nyingi mno katika society yetu, na ukienda pahala popote ukiuliza katika ima ofisi ya kadhi au ofisi ya mufti, basi utakuta kuna mafaili chungu nzima, na kila kesi ikichambuliwa ikitajwa inamshinda mwenzake. Hizi talaka zimekwisha kuwashinda mpaka wale makadhi na majaji, namna ambavyo zimekuwa complicated. Wengine wanazitaka wenyewe wanawake, wengine wanapewa kwa dhulma na jeuri na udwan, wengine ni mambo ambayo hayaelezeki katika talaka. Inabidi kadhi azivunje ndoa kutokana na hali moja mpaka nyingine. Zinakuja kwa style tofauti tofauti. Baada ya talaka, victim wakubwa au dhahia, waathirika yani wakubwa, ni watoto. Ndio maana niliwahi kuambia, ukitaka kumwacha mke, pamoja na yote ambayo yanakufanya utoe talaka, basi kabla ya kumwacha fikiria haya mambo. Kwanza fikiria, na wewe mwanamke pia, kama maana wanawake ndo mstari wa mbele wao katika kuomba talaka. Mimi siwezi tena kuishi na wewe, mimi nahisi bora uniache, kwa sababu wanawake wengi wanafikiria, wengi wao walio katika ndoa wanafikiria pale katika ile ndoa ile wanadhalilika tu kwa mtu ambaye hajajua thamani yake. Kwa hiyo anajua mimi nikitoka hapa kuna wengi ambao wananihitaji na nitapata better life kuliko ya mwanamume huyu. Ndio fikra za wanawake wengi walio wengi, kwa sababu hususan ukiwa umeolewa, ndio chuo chako cha kwanza, hujawahi kuexperience maisha, kila kukicha unamdharau yule mumeo, unaona bwana niache tu, kwa sababu kuna wanaume wengi wanakudanganya. Ukipita ukienda sokoni wanakusifia, wanakupa maneno mazuri ambayo mumeo hakupi, labda wanakuhonga vizawadi vidogo vidogo. Unaona huyu sasa kama siku zote ananipa maneno kama haya kuliko yule babu kule, akinioa huyu mimi si nitakuwa nimestarehe. Unasahau kwamba hata huyu babu huyu unayeomba talaka huyu, siku za mwanzo hivyo hivyo alikuwa anatoa mashairi kila baada ya sekunde 2 anakupa. Zimepotea tu baada ya kuoana. Ndio wazungu sema nikah au zawaj maqbaratul hub, yani love inapotea. Nasema ile marriage ndo grave ya love. Ndio sema kwa sababu ya experience ya maisha ni yani ndoa ni kaburi la mapenzi. Ukishakuwa hujaolewa, mapenzi moto moto. Vijana hawa utaona hajatumwa hata zawadi anapeleka. Ikifika minasaba kama hii anapeleka futari, anapeleka nini. Sisemi yani kwamba ndo vitu vya kufanya, lakini unatumwa, hutumwi na mtu. Ukifika pale nyumbani, kama hujaposa ile hujaoa, kama kuna watoto unawabeba, yani aonekane mchumba wake anapenda sana watoto, kumbe hupendi hata mtoto mmoja. Unajionyesha tu mbele ya watu, wanacheka kwa sababu ndio mambo yao vijana. Unakwenda pale umevaa sunglass nini, mtanashati, unanukia, lakini ukija ukiolewa wewe hata rolo utakuwa upaki, unanuka majasho kila wakati, unalala hivyo hivyo, hata miguu ukoshi, unanuka vumba hivyo hivyo, mnalala pamoja. Unaiharibu ile ndoa. Kumbe mkiwa pamoja ile ndio unatakiwa kila kitu kizidi kiwe kizuri. Sasa wanawake wengi wanafikiria mimi huyu akinioa tu, kama hakuna eda mingi kwa naolewa siku ya pili. Na wengine utajara hivyo hivyo akaolewa ndani ya eda. Lakini sasa unachosahau ni kwamba binadamu huwa kuna vitu vinamfanya anakuwa ahma. Kuna vitu vinakufanya unakuwa kipofu, huoni. Vipo vitu na vingi vimo katika ndoa. Kimoja kinachokufanya wewe kijana unakuwa kipofu
ni ile yanasema tulil misas au tulul masis, kukikamata kitu kwa muda mrefu. Unapokishika kitu kwa muda mrefu wanasema tulul misas yubalidul ihsas. Kukikamata kitu kwa muda kinakufanya mjinga na kukupoteza hisia. Sasa kama hii tissue nikikamata muda mrefu, mwisho utakuwa sijui kama nimekamata nini. Sasa mke, si ndio maana umekaa naye sana, unaona baada ya kukaa na mume sana au mke sana, unaona zile hisia zimeshapotea. Na inatokea, inakuwa hivyo kwa sababu ni binadamu. Wakati ulikuwa ukionana na mke wako wewe baada ya harusi, kijana, ulikuwa unakutana naye mara ngapi kwa siku? Sikwambii kwa wiki. Alafu day by day inapungua mpaka unakwenda kushtakiwa mara nyingine na mke wako. Mimi hanipi unyumba huyu, leo ni mwezi wa 10, mwaka huu unakaribia. Na ukiulizwa unasema ni kweli. Sasa imekuwaje? Tulil misas, yale mazoea sasa yameshazoeana kila kitu. Unahisi kama tena unajilaumu, kwani mimi nilikuwa sioni mpaka nikamchagua mwanamke huyu? Hapana, ulikuwa unaona vizuri. Sasa kwa nini sasa namchukia sana? Na kinyume chake hivyo hivyo kwa wanawake, ni kwamba mmekaa muda mrefu. Ile ni ibilisi sasa anakuchochea kukwambia huyu hafai tena, tafuta mwingine. Huyu hafai tena, tafuta mwingine. Na kule wanakusubiri tu, wengi wapo wengi. Na kama ni mke mzuri huyo, ni mke bora, basi jitahidi uendelee kuwa na subra naye. Na kama ni mume bora huyo, mwanamke, jitahidi uwe na subra naye. Kwa sababu mke bora, mke mzuri hawaji wengi, anakuwa mmoja tu mara nyingi katika life. Hawana taaddud. Yani haiwi kwamba mimi katika wake zangu 3 nilioa wote walikuwa bora, mmoja tu. Sikizidi 2. Ni bahati, na mume vile vile. Kwa hiyo usijione kwamba huyu umemchoka ukaona utapata wengine. Pengine huyu ambaye ndo unamwacha huyu, anaondoka huyu, ndo best katika wale ambao ni wake zako. Wengine watakao kuja wote ni micharuko. Sasa huna habari. Kwa hiyo subra katika ndoa ni kitu kikubwa sana kabla ya talaka. Lakini wanawake ni wimbo wao. Tena nawaambia vijana, niache, utaniacha, utaitoa talaka. Hizi ni nyimbo za wanawake. Ni mambo ambayo hayatoki katika ndimi zao. Na mara nyingine huwa ni style ya kukufanya wewe utaharak, utambue umuhimu wake. Wanawake wana style nyingi za kutaka kujua anapendwa au hapendwi. Moja katika style kubwa, utanipa talaka yangu. Sasa ukiambiwa hivyo usiseme hanijui mimi kama ndo alwatan. Basi alafu unamuuliza unataka ngapi? Na wanawake wakikutajia talaka wanakuambia ninataka zote. Hawakutajia ati moja, anakuambia zote, usibakishi hata moja. Na wewe sema sawa, unachukua kalamu unaandika, nimemwacha fulani talaka 3, si mke wangu. Yule anakwenda kwao, wewe unabakia, au yeye anabaki, wewe unakwenda kwenu. Maana wanaume wengine ndio wanawekwa katika nyumba, inabidi utokewe na begi lako. Baada ya wiki au wiki 2 una realize kwamba ulikosea. Sasa utaenda kwa nani akurekebishia hayo mambo? Mimi ni mmoja katika watu ambao wameshapata kesi nyingi za talaka 3. Na sijui kwa nini watu wanakuja kwangu nafikiri mimi ndo kadhi wao, au mimi nashangaa. Kuna bwana mmoja anasema mimi nimeambiwa na mashehe kwamba talaka 3 ni moja tu. Kwa hiyo mimi nakwenda na msimamo huu. Unakwenda na msimamo huo. Huyo shehe yeye ni kadhi au ni mufti? Na wewe ulivyokuwa unaulizwa pale, unataka ngapi, ukajibu, ulikuwa hujui kama hii hali itafika?
Kwa mwanamume anataka awe wise, awe dhaki kuliko mwanamke, asiendekeze. Wanahitaji vijana zile lugha za kutisha tisha. Vijana mnahitaji zile lugha za kumtisha mtu. Sasa mnajifanya mjui lugha za mitaani au Mirza? Mikwala. Ile mikwala ile ya kina mama msiendekeze. Zile nataka kuona, je, yuko vipi katika, je, kweli unampenda? Bwana, mimi siwezi kukuacha. Mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Kuna wengine wanatumia lugha hizo. Mimi siwezi kuishi bila wewe. Mimi haiwezekani. Sasa akijua kwamba wewe huwezi kumwacha, basi kidogo anajua kwamba huyu ananipenda. Huyu ananipenda. Lakini niache, hajamaliza hata ile wanasema talaka, si mke wangu. Usifanye hayo. Na kunasihi kijana, chukua hizi taratibu kabla ya kumwacha. Kwanza fikiria hili jambo la kwanza. Kweli humpendi tena huyu? Kweli hakuna mapenzi kati yako wewe na yeye? Hii talaka hiyo, kiona wake anakuletea mpaka karatasi na kalamu anakuwekea, na wengine upitiliza mpaka wakakuandikia. Sasa kama hujui kuandika, mimi nakuandikia, wewe tia saini tu, ikubali tu hiyo talaka. Akakuandikia leo tarehe 10 na ngapi, mimi fulani bin fulani nimemwacha mke wangu, fulana binti fulani si mke wangu, talaka 3. Tia saini hapo. Umeleke umerahisishiwa kazi. Wewe kazi yako ni kutia saini. Wanawake wanayaweza hayo.